usalama wa nchi yetu. Unajua mara nyingi tumekuwa tuna uongozi hafifu. Uongozi hafifu hasa kwenye mitaa. Tuna mjumbe serikali za mitaa, tuna mwenyekiti au tuna nyumba kumi. Kuna mwenyekiti wa kijiji kama vijijini. Uongozi wa mjini hasa mimi hata huwa sijui ukoje, yani sijafuatilia sana kujua ukoje. Mimi kiukweli sijui. Lakini najua uongozi wa vijiji ulivyo. Ila kitu gani nataka kuzungumza? Ukiangalia jinsi tunavyowachukulia wale viongozi wa serikali za mitaa ni tofauti kabisa. Kwa sababu hawana nguvu wala hawana nafasi. Kwa nini nazungumza hivyo? Sasa hivi unaweza ukaenda, uwe umeenda nyumbani, uwe umehama kijiji umeenda kijiji kingine. Wewe utafika pale, utawasiliana na mtu labda kama unanunua shamba, utanunua shamba. Yaani labda kwenye kuandikishana ndio mnaweza mkawaita wale na nini, mkazungumza nao. Lakini kama ni sehemu ya kwenda kupanga, kwamba umeenda umepanga chumba, unahamia pale, nyumba, kulingana na uwezo wako. Mwenyekiti serikali za mtaa hahusiki. Hahusiki kabisa. Na kutokuhusika kwake ndicho kinacholeta matatizo kwenye nchi yetu. Ukiangalia tunao watu wengi ambao sio wa Tanzania. Tunaishi nao. Ila kwa sababu wanajua lugha, tabia zetu tunaendana. Kwa sababu ukiangalia Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, Kongo ni watu ambao tabia zetu zinaendana, nchi hizi ambazo zimetuzunguka sisi kama Tanzania. Lakini akija mimi nikimpokea, nitamweka ndani, tutakaa kama ndugu, anatoka nje anazungumza na watu. Yaani labda mtu aulize, hivi huyu ni wa wapi? Ataambiwa huyu ni anaishi sehemu fulani kwa fulani pale. Ametokea wapi haijulikani. Labda yeye aamue kusema bana mimi nimetokea sehemu fulani moja mbili tatu. Lakini akidanganya hakuna mtu anayefuatilia. Hakuna mtu anayefuatilia. Lakini vitu vingi vinavyotokea nchini kwetu mara nyingi vinatoka nje. Yaani tunao vijana wengi ambao ni wametoka nje. Lakini sio wa Tanzania. Na wakileta vurugu wanahesabika ni wa Tanzania kwa sababu hizo tu. Tunamuona anazungumza Kiswahili kwa vizuri sana nini, kila kitu tunaishi naye mtaani. Hakuna anayejua anatoka wapi anaenda wapi. Lakini mimi huwa sifurahishwi nacho kwa sababu ni vitu ambavyo vinaleta sura mbaya kwenye nchi yetu. Na huwa hatufuatilii kabisa. Juzi tumeona wanasema watu walioleta vurugu sio wa Tanzania. Huenda sawa. Japo vijana wapo ambao ni wa Tanzania huenda na wao walikuwemo wameshiriki. Lakini wengi wamefuata mkumbo. Japo ndio hivyo tunajua na matatizo ya nchi yetu yaliyopo na nini tunajua. Najua sisi kama vijana wengi wamesoma. Lakini wanakosa hata sehemu ya kuzungumza matatizo yao. Wakitafuta kazi hawapati. Lakini kuna wazee ambao wanasema tunasema ni wazee wetu. Hata ukimfuata ukamuuliza nifanyeje anakuambia tafuta kitu cha kufanya. Sasa mtu kama amesoma, ametoka shule, ana miaka 30, miaka yote hiyo amejitambua yuko shuleni, kila kitu yuko shule.
Wengine wanasoma shule za kuishi huko, hawarudi nyumbani. Akirudi nyumbani miezi mitatu miwili ameondoka. Kwa hiyo hajui kazi yote ya mtaani. Anafanya kazi gani? Kama sisi ambao tumezoea kulima na nini, kwetu safi tu. Unaweza ukaenda kijijini, ukachukua jembe, ukalima, sawa. Unaona, shida inakuja kwenye mazao. Unauza wapi au unamuuzia nani? Kuna mtu unafika unakosa hata sehemu ya kuuza chochote. Kuna watu wana maharage, wana mahindi, wana nini, lakini unakuta kuna sehemu ndoo inauzwa shilingi 2,000, 3,000. Maharage, mahindi, unakuta mahindi debe, yani gunia la mahindi wewe umelisubiri miezi 6, umeliweka vizuri, unaliuza 50,000, 55, 40, hadi 30. Lakini twende sawa. Uongozi wetu, mimi ningeomba ufanye kitu kimoja. Huenda itakuwa sio rahisi, lakini itafika muda tutazoea na tutaiona kawaida. Mimi nishauri, si kwa nia mbaya, lakini nishauri kitu. Hawa viongozi wa serikali za mitaa, hawa viongozi tuwape nguvu. Mimi ninapotoka kijijini na kuja mjini, si ndio? Natoka kijijini, nasema ngoja niende kutafuta mjini. Natakiwa nitafute barua ya tendaji wa kijiji au kitongoji. Yani nianzie niwe na barua ambayo inanitambulisha pale ninapotoka. Kitambulisho ninacho, sawa, lakini niwe na barua ambayo inanitambulisha ninakotoka. Ina maana kama nimetoka kijijini, nyumbani ninakozaliwa, nimekuja na barua. Nikifika hapa mjini, pale ninapofikia, iwe hata guest, nikienda kulala guest, lodge, sijui wapi, whatever, sijui sehemu yote ambayo nitaenda kulala, ile barua ya kwanza ndio inayonitambulisha. Wewe unatoka wapi? Mimi natoka sehemu fulani. Unaenda wapi? Sehemu fulani. Kufanya nini? Maana mimi natafuta kazi, sawa. Sasa mimi naamini vipi kuwa wewe ni kweli umetoka kule? Barua yangu hii hapa. Nimetoka siku fulani, barua yangu hii hapa imesainiwa na mwenyekiti wa kijiji changu. Ananitambua kwa mimi nimetoka, nimeenda sehemu yoyote ile ambayo naenda. Kwa sababu yeye ataandika, atasema popote alipo mpokee, kwa sababu ni mwananchi wangu namfahamu. Naona. Sasa ikishakuwa hivyo, ni rahisi sana sisi wa Tanzania kutambuana huyu ni nani na nani, anatoka wapi, anaenda wapi. Huenda usiulizwe kabila, lakini tunajua watu wengi tunaotoka, yani Tanzania hii, mtu ukimuuliza unatoka wapi, tunajua kabisa huyu ametoka Arusha, huyu ni mtu fulani, kabila fulani. Japo makabila yapo mengi, lakini unakuwa ushaanza kupata mwelekeo. Ukimuuliza huyu ni wapi, hata akikwambia anatokea Mara, kuna vitu unakuwa umeshaanza kuelewa. Hivyo basi, ukitoka kijijini umekuja na barua yako, ukifika mjini, popote utakapoenda, ni lazima ulipofikia, hata ukienda kupangisha nyumba, yule mwenye nyumba anatakiwa kupeleke kwa kiongozi wa serikali za mitaa. Ukifika pale, yule kiongozi unampa ile barua, anajiridhisha ni kweli huyu mtu nimempokea, anatoka sehemu fulani. Yule mwenyekiti wangu nilikotoka ni lazima aweke namba ya simu. Ina maana ninapofika pale, simu itapigwa, bwana kiongozi, nimefika hapa, au nimempokea
huyu mtu ni kweli ametoka hapo, ndio au hapana, simfahamu. Tayari tunapata mwanzo wa kuanzia, bana wewe sikutambui, hii unatoka wapi, unaenda wapi, wewe ni nani, vipi na ni aje. Tayari tumepata nini? Tumepata kianzio. Ni wapi tuanzie, ni wapi tunaenda. Unajua sasa hivi tuna viongozi wengi wa serikali, lakini kimsingi unakuta wengi walikuwa ni wazamiaji. Yaani wamekuja ni wazamiaji, mwisho wamekuwa wananchi tunaishi nao. Mwisho wamekuwa viongozi. Anachokipata anapeleka anakojua yeye. Ni wapi anapeleka hatujui. Muda wote ikiinukia yeye kapita hivi. Serikali mimi ni waombe tu, hawa viongozi wetu wa serikali za mtaa wape nguvu kama watu ambao wanaweza kusaidia ulinzi wa taifa. Ili taifa tunalinda roho sote, sio kwamba ni hii swala la mtu mmoja, kwamba ni serikali basi ndio ihusike. Haitanitambua hata siku moja, kwa sababu mimi naweza nikatoka Mara nikaenda Arusha. Nimefika Arusha nikachana zangu nikaenda Mbeya. Nimefika Mbeya nimeona hapaeleweki, nimepita kati nimeenda Dodoma. Dodoma naona hapasomi, nimevuka naenda Mwanza. Nimefika Mwanza hapasomi, naenda Bukoba. Mara nimeingia Uganda. Mara utashangaa niko wapi, niko Kenya. Mara utashangaa niko wapi, niko Burundi. Kwa sababu maisha hayana formula kusema utatafutia sehemu fulani, sehemu moja basi nimekaa. Lakini nikienda hizo sehemu au nikiwa hizi sehemu, niwe na barua yangu ambayo inanitambulisha. Yaani kitambulisho weka pembeni, kwa sababu mtu yeyote anaweza kupata. Hujui akapata kwa njia gani. Mimi nimepata labda kwa sababu nimezaliwa hapa, nimekulia hapa, wazazi wote wako hapa, ni sawa. Lakini yule ambaye wakuja, yeye atajua ni jinsi gani atatafuta na atapata. Na je, akipata si Mtanzania? Mnamjua? Naweza nikawa niko hapa mjini. Sasa hivi tuseme niko hapa zangu, niko Mwanza hapa. Sawa. Nimetoka kijijini, nimekuja, nimepanga nyumba. Mwenyekiti hanijui, tunajuana tu kwenye matatizo yale ya misiba na nini. Huko ndo watu wengi tunahudhuria, lakini kuna watu hawaendagi kabisa, tunajua hilo. Nimekuja, nimesogea, mimi nimefika, wanaandikisha, nimeenda pale. Wana wewe ni nani? Mimi ni fulani fulani. Ni kuna mtu tu namjua majina yake kamili na nini kila kitu, namwambia mimi ni mtu fulani fulani. Tayari kitambulisho nimepata. Kwa sababu ulinzi shirikishi haupo. Mwenyekiti wa mtaa hanijui, hajui natoka wapi naenda wapi. Yeye ananiona anazungumza Kiswahili fresh, Kiingereza labda napiga, sijui na lugha nyingine labda ambako nimetokea, lugha nyingi watu wanajua. Nani mwingine ambaye anaweza kunizuia mimi kupata kitambulisho? Kama nimekuja hivyo, nani ambaye atanizuia kupata kitambulisho? Je, nani atajua mimi sio Mtanzania? Tuwe sawa, nani atajua mimi sio Mtanzania? Lakini kule nilikotoka, kama nimekuja na kitambulisho, nimetoka tuseme kwa mfano nimetoka Arusha, naenda zangu nimeenda Dar, nimeenda na barua. Nikifika kule, mtu yoyote popote ambako nitaenda kupata msaada ni lazima anitambue. Wewe unatoka wapi? Mimi ni fulani fulani, natoka sehemu fulani, nimekuja hapa natafuta 1 2 3, nimekuja kutafuta kama wengine wanavyotafuta. Nawezaje kukuamini? Maana barua yangu ya mwenyekiti wa mtaa hii hapa. Sawa, hii hapa. Kwa hiyo nampa, anachukua, anaisoma, analizishika kwamba ni kweli huyu katoka sehemu fulani, ni mtu ni nani, ni fulani fulani, katoka sehemu fulani, amekuja mjini. Kama kuna namba ya mwenyekiti wangu ameweka kwenye karatasi pale, kama wana wasiwasi na mimi wanampigia simu, bwana kuna mtu hapa vipi? Huyo mtu namjua au simjui? Tayari tunajua kwamba kweli hapo natakiwa sasa nijieleze kwa umakini na vizuri
vituo vya polisi vipo, nipeleke polisi pale nijieleze, wakinielewa okay, waniachie, wasiponielewa nimepita. Hadi kwanza wajiridhishe. Lakini ulinzi wa taifa ni wote washiriki. Kwa sasa naweza nikatoka hapa nikaenda mjini hapo, nimetulia, hakuna anayenijua, ni mimi tu. Nitapata marafiki, tutaishi kawaida, nitahamia mtaa mwingine safi, nikifanya tukio, nikiondoka, wanauliza fulani yuko wapi? Lenyewe lilikuwa ni jina la kudanganya, sio jina langu. Wewe unanitafutaje? Hata ukipata picha yangu, hujui jina, utanitoa wapi? Mimi ni mtu wa kutoka nchi za nje, huwezi kunipata. Mheshimiwa, mimi niombe, swala la nchi ni letu sote. Muwape uwezo hawa viongozi wa chini, kwa sababu ndio tunaoishi nao, ndio watu wanaotujua, ndio watu wanaotufahamu. Na mwananchi yoyote apewe uwezo wa kumhoji mtu ambaye anaona haeleweki. Ni kweli tumeishi kwa amani, tukiwa tunajuana kuwa Mtanzania haruhusiwi kumhoji mwenzie sijui nini bana. Nikishasema mimi ni Mtanzania au nimetoka sehemu fulani, so siulizwi nini wewe ni nani, unatoka wapi, unaenda wapi, hamna. Lakini tulipofikia sasa hivi tuko kwenye vita ya uchumi. Ni uchumi, hii vita yote inayotokea sio kwamba ni vita tu watu wanataka madaraka bure. Hiyo ni uchumi. Kuna watu ambao hawataki taifa letu liendelee na lipande juu. Sasa hivi wanataka lishuke, kwa sababu kuna watu tumewapita. Kwani sasa hivi ukitulinganisha na hii Afrika Mashariki, ni nani ambaye anatuzidi? Nani? Kuna watu wanajisifia eti wana miji mizuri, lakini hakuna msosi, hakuna. Sasa hivi wanahangaika, wanaishi maisha magumu vibaya mno. Sawa, Mheshimiwa Rais, mimi niombe tu viongozi wa mtaa ndio watu ambao wanajua mitaa yao, ndio watu wanajua watu tunaishi nao, ndio wanaojua kila kitu kwenye nchi hii, ndio watu wanaojua mipaka ya vijiji vyao ikoje, huyu ni nani, anatoka wapi, anaenda wapi. Tusipowapa nguvu, tutakuja kujikuta tumekuwa kama Kenya. Al-Shabaab anaingia kwa sababu wao wameruhusu kila kitu, kila mtu anaingia kama anavyotaka, ni kama chooni tu. Ni kama chooni, mtu yote anaingia anavyotaka. Lakini hata chooni wengine wanapiga hodi, kuna mtu. Lakini sisi tunakaribia kufika hiyo hatua, kwa sababu majirani zetu hawatupendi. Hivyo mimi naomba viongozi wa mitaa wapewe nguvu, na sisi tunapotoka tufundishwe na tupewe uwezo kwamba ukitoka nyumbani huna barua inayokutambulisha, ukifika kule urudishwe. Na kila mwananchi iwe ni jukumu la kumuuliza unatoka wapi, unaenda wapi mwenzie. Kama uwezo haupo, taifa ndo hili hapa lipo, linaisha, linateketea. Mimi kuna mataifa menzetu hapo pembeni hapo, hiyo system ipo. Yaani hata mtoto mdogo anaruhusiwa kuuliza wewe ni nani, unatoka wapi. Ukizingua tu anapiga kelele, watu wakija hapo polisi, utajua ni jinsi gani utaenda kujieleza kwa nini ulikataa kuzungumza mapema, wewe unatoka wapi, unaenda wapi. Sio swala la kusema sijui nini, hamna. Huo ni ulinzi. Na mimi kama ni mtu mwema, siwezi nikaja nikiwa sina kitu chochote kinachonitambulisha. Na hata kama nitakuwa mtu mbaya, lakini kutakuwa na mwanzo wa kujua huyu mtu ni nani, anatoka wapi, anaenda wapi. Iko hivyo. Tusipofanya hivyo, tunapoteza ule utambulisho wa nchi yetu kama Tanzania. Sisi hatuulizani wewe ni nani, sijui kabila gani, hatuulizani. Lakini tulipofikia kwa sasa, tunahitaji hicho kitu kitumike. Hatutaulizana wewe ni dini gani, sijui ni nini, lakini wewe sijui ni kabila gani, lakini unatoka wapi, wewe ni nani. Mimi bana, huenda sijui kuzungumza, lakini barua ya mwenyekiti hii hapa. Sawa, barua ya mwenyekiti hii hapa. Mimi nilikotoka, nimetoka nyumbani, wananifahamu, mimi natafuta. Ni kitu rahisi sana ambacho
hatuhitaji tena kuulizana, oh, imekuwaje, sijui nani kaenda wapi. Hakuna. Kuna mambo ya taifa juu, lakini kuna mambo yanayotakiwa yaanzie chini. Ulinzi wa nchi yetu, yaani taifa letu linateketea kwa sababu ya vile vitu kutokuwatambua watu ambao tunaishi nao wanatoka wapi, wanaenda wapi. Kuna watu leo hii akipata tatizo tunaanza kutafuta hivi namba yake sijui nini, hatujui anatokea upande gani wala anatoka wapi, anaenda hatujui. Labda mimi niwape kitu kimoja. Kuna story moja hivi. Kuna rafiki yangu tulikuwa tupo Geita kule. Rafiki yangu alikuja akapata kazi Mbeya. Yule jamaa namjua, tunajuana tu, tumejuana kazini. Sawa. Tumefanya kazi, akapata kazi Mbeya. Kaenda, kamaliza miezi kama 3-4 hivi yuko Mbeya. Akarudi. Aliporudi yule jamaa amekaa kama wiki, kama mwezi 1.5, miezi 2, kapata ajali, kagongwa na gari. Ile ajali imemuua. Baada ya kumuua, hapo mimi nilikuwa nimetoka, nimeenda Mwanza. Napigiwa simu, wana fulani hatuko naye tena. Vipi tena? Wana fulani kashaondoka. Yule jamaa mimi tulikuwa tunaongea kwa sababu tunafanya kazi wote na nini, safi kabisa, ni rafiki yangu yani. Chochote anachokihitaji nyumbani anakuja, namuelekeza, wana nenda nyumbani wakupe hicho kifaa, nenda katumie, ukimaliza utarudisha nyumbani. Alipopata ajali kafa. Tumekuja kuuliza wana ni vipi, alikumbe yule jamaa alikuwa ni Murundi, lakini tunaishi naye vizuri, sio, hakuwa na tabia mbaya, alikuwa tu mtu ambaye anafanya kazi zake nini safi, lakini hatujui katokea wapi kwa sababu hatuulizani, yani hatuna hilo swala la kuulizana, hatujui ni wa wapi. Ndo kafariki, tukajua ni Murundi. Yule jamaa ni Murundi, mpaka babake akasema mimi sina uwezo wa kusafirisha maiti wala nini, kwa hiyo fanyeni utaratibu mkazike tu, kwa sababu sasa kuna vitu ambavyo ni lazima na sisi sasa hivi tuvichukue kwenye nchi yetu na viwe msingi na mwanzo wa kutambuana, ili tujue mbaya wetu ni nani. Mimi nitakuja nitaleta vurugu, hamjui natokea wapi, nikiondoka nimeondoka, nitawaacha nyewe mnaona whatever. Mimi sina hasara yoyote kwa sababu hakuna naye nifahamu wala nini. Mimi kwani yananihusu nini mkiuana? Lakini tunatakiwa tujuane hivyo. Serikali, hili ni jukumu lenu. Tengeneza sheria ambayo tutakuwa tunahangaika kwa kujuana. Nikitoka sehemu yote nimeenda sijui wapi, niwe na barua inayonitambulisha. Nikitoka hapa nikienda nyumbani, natoka hapa naenda nyumbani, nina miaka 10 sijawahi kwenda, natoka hapa na barua ambayo inajulisha kule ninakoenda. Naenda kwa mwenyekiti, wana mimi nataka niende nyumbani, ila nimeishi muda mrefu sijarudi nyumbani, hivyo naomba uniandikie mustakabali wangu kwamba mimi hapa sikuwahi kuwa mtu mbaya, sikuwa jambazi, sikuwa nani. Mimi nikirudi kule, lolote linalotokea kule nyumbani wasihisi mimi ndo nimekuja na matatizo. Nikifika pale, wana kuna tatizo lililoenda limetokea, hatujui maisha yanaendaje, wana huyu mtu mbona amekuja ndo tatizo linakuja, wana vipi, wana mimi nilikuwa sehemu fulani iko hivi na hivi, kama muamini barua yangu hii hapa. Sasa nina miaka mingi sijaja hapa, hivyo hamjui tabia yangu, naweza nikawa nimebadilika, nimekuwa mtu mwingine. Kama naishi kama ndege kwamba leo niko hapa kesho niko pale, ikishatokea ni tatizo limetokea, nitakuwa sina kitambulisho chochote kinachonitambulisha mimi ni fulani, au nilikuwa sehemu fulani, nilikuwa nafanya kazi fulani, kwa hiyo nimerudi nyumbani. Tayari tutakuwa tumepata chanzo cha matatizo ni nini.